Number 7 is like massive demonstration around Europe. Destruction of houses, a lot of people will become homeless. I saw massive demonstration. People were protesting around Europe. Not only a country in Europe, it was going like this. It was around Europe. And a lot of people became homeless. I saw even massive demonstration outside the European Parliament. I saw even in the Parliament. I saw even a shooting inside the Parliament. And God told me to speak to security systems in Europe that they need to tighten their system, to look and check, because I saw even the assassination of leaders in Europe. It's like assassination. It's like what happened to Mahatma Gandhi will happen to a certain high profile in one of European countries. It's like what happened to Mahatma Gandhi, because I saw fire from India to British. Fire from it's like this guy who was massacred. It was like an Indian figure. It's like it was what is happening in India. It will also happen in Europe. It's like what happened to Mahatma Gandhi will begin to happen to leaders in Europe. Namba 7, niliona maandamano makubwa bara la Ulaya. Nyumba ziliharibiwa, watu walikosa makazi, wengi walikuwa hawana malazi. Na nikaona nikiambiwa kile ambacho kilimtokea Mahatma Gandhi ndicho ambacho kitakwenda kutokea baadhi wa viongozi na kiongozi wa nchi moja katika bara la Ulaya. Kwa tuombe bara la Ulaya, kwa sababu kuna kitu kinakuja kutokea kwenye bara la Ulaya ambacho kitaumiza na kitakuwa kina majonzi kwa watu wengi ambao wako Ulaya, kiasi cha kwamba watu hawatakuwa tena na furaha kwa Ulaya. Wazungu ambao walikuwa wanapona Ulaya ni sehemu salama. Niliona baadhi ya wazungu wakitoka Ulaya na kuja Afrika, na walipokuja Afrika maeneo mengi sana ambao walikuwa wanakaa Afrika kavamiwa na wazungu. Kwa hiyo utashauri kushangaa kuna wimbi la wazungu wakimbizi. Wewe kwa unafahamu tu ni Waafrika wakimbizi, lakini kuna saa inakuja wazungu wakimbizi ambao wana makazi, wana malazi. Bwana ananiambia tuombe, kuna wazungu wakimbizi mtaanza kuona. Wazungu sio tu wazungu, lakini ni wazungu wakimbizi. Ni kama roho ya ukimbizi ilivamia bara la Ulaya. Kwa hiyo pakaanza kuwa na nchi ya wakimbizi. Ni kama it's like baadhi ya maeneo Ulaya watu walikosa makazi. Kwa hiyo kuna wengine waliamua kwenda kukaa hata baharini. Kuna wengine waliamua kujenga nyumba chini ya maji. Other I saw it was like the spirit of refugee. Some refugees were white men. I saw white men becoming refugees into some African countries. It was like Europe was on fire to an extent whereby some white people were like liquidated. No money, no what. I saw they're not liquid, and they began to come into African countries. I saw a plane full of white people coming to a East African country. I saw it in Rwanda. A plane was landing in Rwanda, full of African people, and then I saw it also in Tanzania. I saw it full of white people, not African people, full of white people, and these white people began and came to establish their norms. It was like it was like something coming, and God told me to warn my country Tanzania, because I saw now English was it was like about to be declared as a national language, and it brought a lot of confusion. Niliona kitu ajabu sana kwamba wazungu wakija huku Afrika kama wakimbizi, na nikaanza kuona wanaingia kwenye nchi za watu, wanabadilisha tamaduni za watu, na ghafla pia nikaona ndege ilifika Rwanda, na baadhi ya wazungu walitemka Rwanda kutokana na majanga ambayo yalikuwa yametokea Ulaya. Ni kama wana makazi, kwa hiyo ni kama makimbilio, ni kama Afrika kama makimbilio. Alafu baadhi ya nchi zikabadilisha mpaka lugha ili wale wazungu waweze kukopa, kwa sababu hao wazungu walikuja huku ni wakimbizi, lakini ni wakimbizi ambao ni watawala. Kwa ghafla nikaona issue hata Kiswahili, ni kama palikuwa pana issue kwamba Kiswahili kiende hivi, lakini ghafla pakawa pana mzozo bungeni
kwamba tumeshakuwa na wageni wengi na wageni hawataki kujifunza Kiswahili. Ni kama wakataka sasa tuanze Kiingereza kiwe na nguvu juu ya Kiswahili, lakini cha ajabu nilichoshangaa, ile Kiswahili ndio kilikuwa lugha ya kwanza duniani. It's like ni kama Ibilisi alikuwa anataka kufanya Kiswahili kipotee, lakini Bwana akaniambia Kiswahili itakuwa lugha ya kwanza duniani baada ya Kiingereza. Yaani kwa maana yake niliona lugha ya Kiingereza ikishuka na nikaona Ulaya ikitangaza Kiswahili kama lugha yake. Nikaona Marekani ikitangaza Kiswahili kama lugha yake. Nikaona Kiswahili kinakuwa lugha ya kwanza duniani kuongelewa na mataifa mengi, na nikaona kinakuwa kwa spidi na kilishika kasi kiasi cha kwamba niliona hauwezi ukawa kiongozi Uingereza kama hujui Kiswahili. It's like kama ilitangazwa kwamba Kiswahili ni lugha ya kwanza duniani baada ya Kiingereza. It's like ni kama kuna Waingereza wa Swahili na kuna Waswahili wa Uingereza. It's like kuna uhusiano fulani kati ya Kiswahili na Kiingereza. Na nikaona Kiswahili kikitawala Kiingereza. Nikaona Kiswahili kinatawala Kiingereza. Kwa hiyo Kiingereza kilitawala, lakini ni maajabu. Na Kiswahili Mungu aliambia kitakwenda kuwa lugha ya kwanza duniani. Na kitakuwa kina nguvu kwa Wachina, Urusi, wapi. Nikaona Kiswahili kikitawala dunia. Sasa hivi huwezi kuelewa, lakini Mungu anakitoa Kiswahili kwenye gunia na Kiswahili kitakuwa lugha ya kwanza duniani, ambao hauwezi kuwa rais duniani kama unajua Kiswahili. Kwa mtendo wa kwanza wewe kuwa rais wa dunia utakuwa ni Kiswahili, sababu Kiswahili kinaenda kukua na kutawala dunia.